Yesu akamwambia watu, Biblia ikasema hakuna jambo ngumu mbele ya nani? Asema hakuna jambo ngumu mbele. Mtafsiri mwingine alikuwa anasema mbele ya wanadamu kuna jambo ngumu. Mbele ya mama yako kuna shida inaweza kuwa ngumu. Mbele ya rafiki yako kuna kitu inaweza kuwa ngumu. Lakini mbele ya Mungu haijalishi magonjwa yenyewe unapitia, haujalishi shida yenyewe inakusumbua, lakini mbele ya Mungu hakuna kitu yenyewe Sijue kama pesa ndio unakosa kufanya biashara, sijue kama wapi ndio kwenye ulizaraulika, sijue kama ni magumu gani inakusumbua, lakini nakuja nikwambie kama mbele ya Mungu inaweza. Mwambie inaweza. Kwenye degree yako ilikuima kazi, neno la Mungu inaweza leta kazi. Natabiria watu watatu wenye wako na imani. Kwenye masomo yako ilikuima kibali, neno la Mungu litaleta kibali. Nasema kwenye familia yako ilikuima njia, neno la Mungu litafungua njia. Nasema kwenye relation zako alikufungua njia, unabii uliobeba itafungua njia. Mimi nasema unabii uliobeba itafungua. Neno la Mungu liko zaidi ya kila kitu. Mungu anapoleta neno lake kwako, anapoleta ahadi kwako, haijali hausomi, haijali hauna pesa, haujali hauna nyumba. Anapoongea Mungu, kila kitu kiko sawa, kila kitu kinafunguka. Na haiko wewe ama mimi ndio ndatimiza hiyo neno, ni mwenye aliongea ndio atafanya nini? Ndio akasema ninaheshimu neno langu kuliko jina yangu. Mtafsiri nyingine ukataka utusi jina ya Mungu, lakini neno. Ambia jirani yako neno haishindwake. Mwambie neno halishindwe. Kuna watu waliongea mabaya, lakini neno la Mungu mpaka saa hizi linakuweka kuwa huru. Kuna watu walisema hautafika hii mwezi, lazima ufariki, lakini neno la Bwana bado liko. Kwa sababu tu Mungu alikwambia kuishi utaishi. Hata mchawi yaongea afanye uchawi, kuishi utafanya nini? Neno la Bwana liko. Kama Mungu alikwambia kuolewa utaolewa, hata hauna mchumba, hauna mtu, hiyo neno itatafuta njia mpaka unafanya nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Ambia jirani yako ndaishi neno la Bwana. Mwambie nitaishi neno la Bwana. Mwambie nitaishi neno la Bwana. Kitu yenyewe